Namshukuru Mungu ambaye amenipa hizi huduma zote mbili, zinaenda na wala hakuna inayopelea. Haleluya. Amen. Lakini Mungu hakuniandaa, alianza kwanza kulipa uimbaji, nikaimba sana na bado ninaimba sana. Amina. Lakini baadaye kaibua huduma nyingine ya kuchunga au kulea. Haleluya. Amen. Vyote vinaenda sambamba. Na mchana wa leo utarajie kuna jambo Mungu atakutendea. Amen. Ukae tu makini vizuri. Network iwe moja tu, usikize Roho Mtakatifu anasema nini juu ya maisha yako. Amen. Haleluya. Amen. Mchana wa leo tunaenda kujifunza habari za kufunguliwa na kuwekwa huru. Amina. Kufunguliwa na kuwekwa huru. Haleluya. Amen. Huwa ni mwalimu, huwa ni mwinjilisti, vyote tu. Vyote. Kwa hiyo kama ulizoea uinjilisti wa kuruka unakupiga sauti juu, utavumilia. Ulizoea mwalimu kufundisha a e i o u, utaelewa. Haleluya. Amen. Kuna wahubiri wengine, Pastor Kalila, kuna wahubiri wengine akiwa na hubiri, ili umuelewe mpaka uwe mtu wa level ya juu sana kielimu, hata elimu dunia, ni mtu fulani utamuelewa, ila wengine hutamuelewa. Atazungumza habari za sayari ya 5, sayari ya kwanza, wewe hata vidudu hujapita sayari kitu gani. Lakini mimi mchana wa leo utanielewa tu. Amen. Yote ulivyo utanielewa. Haleluya. Amen. Kufunguliwa na kuwekwa huru. Amina. Kila mtu anatamani kuwekwa huru. Asilimia kubwa watu wengi wana vifungo. Wana vifungo vya kila aina. Kupitia vifungo hivyo wanatamani kuwekwa huru. Unapoona msongamano, watu wanakimbia kwa maposa, wanakimbia kubebelea chumvi, wanakimbia kubebelea maudongo, wanafanywa vitu vya ajabu. Sio wao, wanataka kuwekwa nini? Huru. Kwa sababu ya vifungo, mateso. Hatungemshauri kwamba bwana hapo kaa vizuri, wewe jamaa sio mtu mzuri kwa kuwa ana kifungo, ana mateso. Asema pote la habari, nimetaka kuwa huru. Nimeshuhudia nikiona watu watafanywa mauzauza. Kifungua simu hizi mtandao, hizi simu kubwa hizi, nikamwona mtu mmoja ametengeneza diaba liko madhabahuni, diaba. Alafu ameweka maji, wanawake wanakuja, huyo mtu anavua nguo ya ndani, mwanamke anamvua madhabahuni kama hapa. Mwanamke haoni tatizo, mwanamke anataka kuwekwa huru. Hata ungesema fanya hivi na hivi na hivi na hivi, kwa kuwa anataka kuwekwa huru, hawezi kuogopa. Haleluya. Amen. Ni kwa sababu ya vifungo. Lakini mchana wa leo nataka nikuibie siri, ili uwekwe huru lipo jambo la kufanya. Haleluya. Amen. Hakiza inailekaje? Ni mstari, ni msululu, wanapewa mafuta na chumvi, wamejaza kwenye mikoba. Kwa nini? Wanataka kuwekwa huru. Lakini unataka kuwekwa huru, anayeweka watu huru haumtaki. Kwa nini? Ili uweze kuwekwa huru, kubali kwanza huyu anayeweka watu kuwa huru, ambaye ni Yesu Kristo. Watu wanataka kufunguliwa tu, lakini kufuata yule ambaye anafunguliwa, ambaye anasababisha ufunguliwe, wanamweka pembeni. Yesu aliwaambia Wayahudi, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itaweka huru. Ukikaa katika neno la Mungu utaifahamu kweli, na ukishaifahamu kweli itakuweka huru. Bwana asifiwe sana. Wengi wanahangaika kwa sababu hawataki kutafuta neno la Mungu, kujifunza neno la Mungu, kukaa chini ya makuhani wafundishwa. Ndio maana imekuwa ni ulimwengu wa kuhangaika. Kila itwapo leo ni kuhangaika. Wameshindwa kukaa chini ya watumishi wa Bwana alioweka mahali pa madhabahuni. Baba, mimi nina shida moja mitatu, nisaidie, nifanyeje? Anaona kana kwamba hapa
analeta pale katoa pale. Anaabudu wapi? Alisada. Lakini mpaka leo bado vifungo bado havijamwacha, bado vipo. Bwana sifiwe sana. Ili vifungo vyako vikuachilie. Najua kuna kila mtu hapa na vifungo. Unaweza kuwa na kifungo cha tamaa ya uzinzi kila wakati. Unaweza kuwa na kifungo cha wizi hata wazaka. Una vifungo kulala na hata ndoto za ajabu. Yaani kuna vifungo vya kutokupenda ibada. Unajua vifungo sio kama mgonjwa mahututi, hapana. Kuna vifungo hata vya kutokupenda neno la Mungu. Hicho ni kifungo. Ili kikuachie lazima kubali kukaa katika neno la Mungu. Haleluya. Nimeona watu wengi sana wakifunguliwa hata bila maombezi. Kwa kuwa amekaa pamoja na kuhani wake, akamwelekeza habari ya neno la Mungu, akakubali kujifunza. Vifungo viliacha vikatoka moja baada ya kingine. Maana simefahamu kweli. Ukishafahamu kweli, hiyo kweli, maandiko yanasema kwamba itakuweka huru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Yesu aliwaambia Wayahudi, leo hii nakuambia wewe mtu wa Ngara mahali hapa, ili uwekwe huru, ili uwe salama, kubali kukaa ndani ya Kristo. Kubali kukaa ndani ya neno. Hilo neno utaifahamu kweli kupitia neno, alafu hiyo kweli itakuweka huru. Amina. Ukiwa huru utafurahia wokovu. Amina. Ukiwa huru utafurahia hata ndoa yako. Ukiwa huru utafurahia hata familia yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunaendelea, muda mfupi tunaenda kumaliza. Na mambo kama manne ambayo ya kufanya ili uweze kuwekwa huru. Jambo la kwanza, umwamini Kristo. Umwamini Yesu. Pastor Rusige, usifikiri kwamba wote wamemwamini Kristo. Hapa kanisa ni kokoro. Wengine wamekuja kuwepa sababu labda leo kuna nyama, sisi kuna nyama. Wengine wanaabudu ili angalau hata wakifa wasaidiwe. Akiumwa aje